Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nataka nizungumze na mtumishi wa Mungu yuko hapa, anaitwa Elia Simon. Lakini nataka nizungumze mtumishi wa Mungu kwa habari ya leo watu wanapokufa. Kwa nini watu wanakufa? Wanakufa angali watu wanatembea kwa sababu watu hawaelewi kinachowaua ni nini. Tupate kuangalia maandiko watu wanapokufa. Mtu anakufa kwa kifo gani? Anakufa kwa kifo anapoacha maagizo ya Kristo. Tukaangalia maagizo ya Kristo aliyoyasema katika kitabu cha Mathayo 26 mstari wa 40. Wakiwa mlimani pamoja na wanafunzi, Yesu aliwapa maagizo gani? Hebu unaweza kusoma katika kitabu hapo, tuangalie maandiko. Amina. Biblia inasema, amen, akawajia wale wanafunzi akawakuta wamelala. Akawaijia wale wanafunzi wakiwa wamelala. Akawaambia Petro, Je, hamkuweza kukesha pamoja nami? Hamkuweza hata kukesha pamoja na mimi hata saa moja? Hata saa moja. Kesheni muombe, msije mkaingia majaribuni. Lo iladhi, lakini mwili ni dhaifu. Akaenda tena mara ya pili akaomba. Sawa kabisa. Akisema, Baba yangu, ikiwa haiwezekani, kikombe hiki kiniepuke, nisipokunywa, mapenzi yako yatimizwe. Amina. Hebu tuangalie kitabu cha Luka 14 mstari wa kwanza. Kuna neno liko hapo tukamalizie, kwa baadaye tupate kuelewa. Luka 18 mstari wa kwanza. 18. Neno la Mungu linasema, amen, akawaambia akawaambia mfano mmoja ya kwamba imewapasa kumwomba Mungu siku zote, wala wasikate tamaa. Hapa Bwana Yesu asifiwe. Amen. Basi nataka nikwambie habari za mwanadamu anapotaka kufa na kuangamia. Niombe kabla ya kuendelea. Baba, katika jina la Yesu Kristo, ninakushirikisha katika ibada ya leo katika mahali hapa. Ukaseme nami katika dakika chache katika ulimwengu mzima. Kwa jina la Yesu Kristo uliye hai. Mungu wa mbinguni, uonekane, mapenzi yako yatimie katika mapenzi yako. Ukajae ndani ya mioyo yetu katika ibada hii. Asante Baba, na kushukuru kwa jina la Baba na Roho Mtakatifu, Mungu uliye hai. Amen. Amen. Basi tuzungumze. Nasema Bwana akawaambia mpango wa mfano, akawaambia msikate tamaa kuomba ili mpate kuwa na nguvu. Biblia inapozungumza hivyo, Yesu alikuwa anawaandaa. Yesu alikuwa analiandaa kanisa la leo. Alikuwa anazungumza hayo, anawaambia katika Mathayo. Akaondoka akaenda akalala pembeni. Alafu aliporudi akawakuta wamelala wanafunzi. Akawaambia, je, hamkuweza hata kukesha kwa risali moja ili kwa baadaye mpate kuona utukufu wake aliyewaita? Wanafunzi hawakuelewa maana yake. Hawakujua maana ya kuomba, maana walikuwa ni wachanga wa kiroho kipindi kile. Lakini Biblia inasema, kitabu cha Luka kinatuambia, akawaambia ombeni siku zote, msikate tamaa. Maana yatupasa kuomba. Leo tunaangalia dunia ilivyo. Leo watu hawakai katika maombi walivyokuwa naomba watumishi wa Mungu. Watumishi wa Mungu walikuwa naomba maombi. Tunaangalia Musa alifunga siku 40. Tunaangalia Elia alifunga siku 40. Tunaangalia Danieli alifunga siku 21. Tunaangalia watumishi wa Mungu. Kuna mtumishi mmoja leo ni marehemu na ametoka, baba yetu wa imani, anaitwa Moses Kolala. Alifunga maombi siku 365, lakini akufa. Leo shetani ametengeneza mbinu kwa washirika wa leo au waumini wengine, tuseme hivyo. Ametengeneza mbinu za madonda ili awamalize kiroho, na ndio maana mtu yuko tayari kwenda kupokea imani nyingine kuliko kujitabisha mwili wake maombini. Na maombi Mungu akatuachia silaha. Tukiangalia kitabu cha Timotheo sura ya 4, anamwambia Timotheo Paulo, sura ya 4 mstari wa 11, anamwambia uwe na bidii ya kusoma neno na uwe na bidii ya kufundisha maneno yale. Anamwambia Paulo ili aimarike ndani yake. Kwa sababu gani? Mwanadamu anapopungukiwa imani, mwanadamu anapopungukiwa maombi, huyo mwanadamu amekufa, huyo mwanadamu ameoza.
kwa sababu maombi ndio umwilinda. Maombi ndio taa ya Mkristo. Na ndio maana tukiangalia leo, wengi wanakwepa maombi, wengi wanaokopa ili watafia milimani, wengine watafia makanisani. Kwa sababu gani? Shetani akaleta roho ya kujimarisha na kujiaminisha ibada za manabii, na ndio maana wanakimbilia kule, na ndio maana wanaenda kukaa. Shetani anabaki kuwakamata na kuwamaliza kiroho. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nataka nikwambie mtumishi wa Mungu, dunia mahali ilipofikia, imefikia mahali pabaya. Watu wasipogundua msingi wa Kristo aliyowaambia wanafunzi, msikate tamaa kuomba. Ninakumbuka kitabu cha Marko sura ya 9. Anawaambia, wakamuuliza Yesu wanafunzi, sisi hatukuweza kuliondoa hili pepo, kilikuwemo nini ndani yake? Akawaambia hivi, kwa neno hili haliwezekani bila kwa kufunga na kuomba. Mungu alikuwa anawaambia picha ya kiroho. Nazungumzia mambo ya kiroho, sizungumzi mambo ya kimwili. Kiroho, maana ya kiroho ni nini? Kiroho cha kwanza, mwanadamu anatakiwa awe na booster ya maombi. Cha pili, awe mtoaji. Cha tatu, awe muulizaji wa ibada. Ibada ndio inamaanisha yote hayo, lakini maombi ndio chanzo. Inakuja sadaka ya utoaji. Mtu anapomtolea Mungu anaimarika ndani yake. Alafu cha tatu, awe wa kuhudhuria ibada. Huyo mwanadamu aweze akaibiwa na manabii, wala akisikia ibada za manabii aweze akaenda. Kwa sababu gani? Neno la Kristo linakaa kwa mtu analipenda. Biblia inasema katika Injili ya Yohana sura ya 1 mstari wa 1, inazungumza hivi: neno la Kristo, mwanzo kulikuwa na neno, naye neno alikuwa kwa Mungu, naye Mungu ni neno. Maana yake ni nini? Neno ni chanzo cha Kristo, na neno ni Yesu. Na ndio maana wengine unaona ibada zao hawamtaji Yesu, wanataja Mungu wao. Mungu wa dunia yupo na Mungu wa mbinguni yupo. Na ndio maana Yesu akasema hawezi akabudu mwanadamu kwa wa Mungu wawili, na hawezi akabudiwa na mwanadamu wa njia mbili. Mungu anabudiwa na mwanadamu wa njia moja. Na mimi najua kabisa wote wapendwa duniani, ulimwengu mzima, wengi haizalishi wazungu, haizalishi Waarabu, haizalishi makabila mbalimbali, Afrika Mashariki na kaskazini na kusini na magharibi, wengi wameharibika, wameacha msingi wa Kristo. Msingi wa Kristo ni neno. Msingi wa Kristo ni maombi. Mtu anapokwepa maombi, mtu anapoacha ibada, mtu anapoacha utoaji, huyu amekufa kiroho. Ni rahisi kumpata shetani. Maana shetani, tunapoangalia leo ulimwengu, ameukamata kwa namna ya njia ya kifrimason. Wengine amewanasa kwa njia ya utoaji, ndugu zao na mama zao. Kwa sababu ibada za Freemason lazima utoe, na kwa Mungu lazima tumtolee. Lakini wengine ukimwambia habari za utoaji, anakwepa, yuko tayari akae kuwa mpakani au akae kuwa hivyo, ili hana kiroho, abaki kuwa mtu wa kusurura, abaki mtu wa kutembea kila mahali. Anajua mchungaji wake ni mchungaji fulani, maana hana mchungaji mmoja, maana ameibiwa kiroho. Na mimi nataka niseme kitu kimoja: mwanadamu yoyote anapomwacha Mungu, Mungu kumwacha ni kule kuacha maombi. Mtu kumwacha Mungu sio kutoka ibadani, ni kumwacha Mungu ni kule kuacha maombi na kuacha utoaji na kuacha ibada. Huyo tayari Mungu anamwacha. Lakini ninachotaka nikwambie, kwa sababu gani leo manabii hawafungishi maombi na waambii wafunge? Wanajua ibada zao ni za kuzimu, ibada zao ni za mashetani. Maana shetani hafungi maombi. Maombi yake ya shetani tofauti labda ni ya kuua mtu, sio hivi ibada ya kuimarisha ufalme wake. Maana shetani maisha jitengenezea mazingira. Na ndio maana Tanzania watu tunaumia. Tanzania imeumia. Tanzania watu wameibiwa ufahamu. Watu leo ibada za mashetani wanajaa, ibada ya Mungu watu wanaperea. Kwa sababu gani? Shetani ameingilia kanisa. Tunatamani leo Yesu aingilie ili alisaidie kanisa, ili watu wapate kujua chanzo. Yesu aliacha msingi gani? Aliacha msingi wa maombi, aliacha utoaji, aliacha msingi wa ibada. Inasema mtu usikose ibada. Mungu alizungumza katika Ibrania, lakini watu hawaelewi. Tunapowaambia habari za ibada, watu wanakwepa, watu wanaacha ibada. Lakini lazima unapoacha ibada, wewe umekuwa mteja wa shetani. Lakini tuseme nini? Tunatamani tujue ulimwengu unaenda wapi, na watu waelewe. Leo dunia imetapakaa, shetani ameenea kila pande zote, mjini na kijijini. Kwa sababu gani? Amewakamata. Nikupe mfano mmoja, mtumishi wa Mungu. Nikupe mfano mmoja. Angalia leo waimbaji wako hali waliofikia.
Waimbaji leo wanaimba madhabahuni na suruali. Wengine wanatembea makanisani na suruali zao. Alafu unajikuta watu wanatembea migongo wazi. Na watumishi wa Mungu wanawaangalia tu, wanafurahia kwa sababu sadaka wanapewa. Lakini itakuja wagharimu kwa sababu kwa kushindwa kukemea maovu. Tunatakiwa tuiseme kweli. Watu wabadilike. Ukiangalia waimbaji wa zamani huko, watu wameharibika, watu wamechafuka. Leo wamekuwa wabaya. Kwa sababu gani? Ibada zao zimebadilika. Na mimi nataka nikwambie, habari za Injili neno la Kristo litabaki pale pale. Mtu mwenye kujichafua, nasema Ufunuo, achichafue. Mwenye kudhulumu adhulumu, mwenye kuharibika haribike, lakini neno la Kristo litabaki pale. Na mimi nataka nikwambie, dunia inaanzia shetani alichokipima, akaanzia kwa wahubiriaji, akaja kwa waimbaji. Leo ukiangalia waimbaji wengi, hawezi kwenda kuimba bila pesa, hawezi akaenda kuhubiri bila pesa. Lazima atake pesa ya kusafirishwa aende, kwa sababu ambapo msingi ulikuwa usio hivyo. Yesu alitembea miaka 3 yuko duniani, mwishoni akapanda mwanapunda, lakini hakuweza kutaka mshahara wa kulipa anapoenda. Na ndio maana waimbaji leo, awe wa Kenya, awe wa Zambia, awe Malawi, awe Rwanda, lazima anakuambia nitumie nauli ya kuja, bila kujitoa pesa yake. Na wengi wameharibika. Kwa sababu gani? Kwa maisha kama hayo, wameibiwa ufahamu, akili zao zimeenda na shetani baba yao Ibilisi. Na ndio maana Biblia inasema katika Injili ya Yohana sura ya 10, shetani huja kuharibu na kuiba na kuua. Maana amewaua waimbaji wengi na wahubiriaji wengi. Na ndio maana wahubiriaji wengi, mtu akaenda kuhubiri sehemu akanyimwa pesa yoyote, anaweza asirudi kwenye kanisa hilo. Kwa sababu gani? Maana wanatumika kwa mapato. Mwingine anatoka kwenye familia yake, mhubiriaji au mwimbaji, amepanga bajeti ya kujenga msingi au kupanga bajeti ya kuinua kitu fulani. Hayo ni maisha ya kimwili, hayo ni maisha ya shetani. Mungu hakuweza kufanya hayo na kutupa maelekezo ya kuomba vitu kama hivyo. Mimi natamani nikwambie mpendwa, nina muda mchache wa kusema na wewe, dunia nzima. Unisikilize mahali mhubiriaji, mahali uliko. Unisikilize mhubiriaji popote uliko. Unisikilize mwimbaji mahali ulipo. Rudi kwenye msingi wa kwanza. Kama msingi walioanzishwa wakina Bahati Mkuku, walianza kwa pesa zao. Ukiangalia wakina Rose walianza kwa mpango wao. Lakini ukiangalia waimbaji hao waliochupuka leo, vijana, mtu anacheza madhabahuni, huku anatoa bugu tandani, huku bogisi imetoka. Kwa sababu gani? Wameibiwa ufahamu, wamebaki kutunga nyimbo za kuimba. Sikiliza, nikwambie kitu kimoja. Shetani mbinguni alianza kutunga nyimbo za kumwimbia Mungu ili Mungu afurahi. Si uimbaji ulianzishwa na shetani mwenyewe, lakini shetani alitunga nyimbo zake. Lakini mwimbaji mkuu ni Mungu. Shetani alitengeneza mazingira ili na yeye ajiweke kama mwimbaji. Na ndio maana unaweza kujikuta mwimbaji maisha yake ya kiroho hayaonekani, lakini 200% ya kimwili yanaonekana. Sio kufurahisha. Leo wanatunga nyimbo za kufurahisha majukwani, hawana furaha ya kufurahisha moyo wa Yesu au roho ya Yesu. Hawana katika moyo kufurahisha moyo wa Kristo. Maana hawatungi nyimbo za kumfurahisha Kristo, wanatunga nyimbo za kufurahisha wanadamu. Mimi nataka nikwambie kitu kimoja. Mwimbaji mahali uliponisikia, uwe wa nje, uwe wa nchi ya Tanzania, badilika, urudi kwenye msingi wa Kristo. Waimbaji wa zamani walioanza, wakina Jangalson, tuliwaona tukiwa vijana, walikuwa wazee wetu waimbaji wazuri. Lakini leo tukiangalia vijana wameharibika, mabinti wameharibika. Mtu anaenda kuimba kwenye mkutano, anaenda na hawala yake, anaenda na mtu wake. Tunashangaa kwa sababu dunia iko mbali. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nataka nikwambie, nimalizie kwa sababu moja. Nataka nikwambie mhubiriaji, rudi kwenye msingi wa Kristo. Nataka nikwambie wewe mwimbaji, waimbaji wengi hawafungi maombi. Ukiangalia waimbaji wengi hawafungi maombi. Sio wa Tanzania tu, hata nje za nje. Waimbaji wengi hawafungi maombi. Mtu anaweza akawa na hisia ya kuimba kama anaimba anazama. Kumbe humo ndani kuna mapepo. Kumbe ndani yamekaa majini. Kumbe ndani yamekaa shetani, ambapo tunajua ameimba kwa kuimba kwa sauti ya sauti ya malaika. Kumbe ndani kuna majini. Kwa sababu gani? Wameibiwa ufahamu.
natamani nikwambie kwa dakika hizi, unisikie mahali ulipo wewe mwimbaji, rudi kwenye msingi wa neno. Rudi kwenye msingi, mhubiriaji kwa neno. Wahubiriaji wakubwa wa kuomba nauli, wala waimbaji wa kuomba nauli walikoenda. Jitoe kwa sadaka yako, ili kama wanakurudisha watakurudisha. Sio kuomba mapato ya kabla ya kazi ya Mungu. Mungu anapima kazi. Kila mtu ataipima kazi yake, na siku ya mwisho kila mtu atalipwa mshahara wake. Utalipwa kwa mshahara gani kama wewe unaenda kudai mapato kabla ya kuondoka? Hiyo ni ibada ya shetani. Na Mungu wa mbinguni awabariki wa Tanzania na wote dunia nzima. Tujifunze kwa Kristo aliyoyaacha. Tukae katika msingi wa maombi, tukae katika msingi wa utoaji, tukae kwenye msingi wa ibada, tukae kwenye msingi wa kumwomba Kristo atupe macho ya kuona. Hawa manabii wametapakaa, wengine wanabii wanakuja kwa namna ya kuungamanisha kuzimu ili ubaki kuwa mtu umekufa unatembea. Mungu wa mbinguni akubariki kwa jina la Yesu Kristo. Nimalizia maombi haya na Mungu akubariki. Mimi napatikana Tanzania, Mwinjilisti Emmanuel Mashaka. Ninapatikana katika Tanzania, mkoa wa Shinyanga, wilaya ya Kahama. Mungu akubariki. Amen. Amina. Amen.